Ama kweli ukistajabu ya Musa, hivi leo utayaona ya Ali. Ya Ali ni yepi? Ya Ali ni alifu ya kwamba kuna papaya ndume na kuna papaya jike. Huyu papaya ni yupi? Gakunyita ugani mwiroreri wa Kameme TV ikerekane ya gatatu muthenya umuthi tukereria urimi digital, urimi wa kware, urimi wa mbeu njithi ni urimi wina mbeca. Twina ari guku aratutariria ati onire mweke utari wono ni mundu ungi, mweke kwale. Bwana Ali, mtazamaji wetu nimemwambia kwamba una jike na mimi nina ndume hapa. Hebu tujue papaya huyu ni mtu ama ni mmea? Ni mimea lakini iko na kama binadamu, mke na mume. Manake papayo wa kike hawezi akapata mazao bila wa kiume. Ni kumaanisha yule niliyekuwa naye pale ni ndume. Yule ni ndume. Hebu tupate tofauti, sababu wote naona ni kama yule ana maua, huyu tayari ana matunda. Alipata maua lakini naona matunda pia kuna tofauti kidogo. Naam. Huyu ako na maua ambayo sasa anapata ile mbegu ile ya ume toka kule kwa ule wa kiume. Na anaileta ni nyuki. Inaweza kuwa nyuki ama upepo. Nyuki ama upepo. Naam. Lakini hakuna ile self fertilization. Hakuna. Iko kando kando. Kando kando. Naam. Ninapokuona hapa ya kwamba una ndume kwenye hili shamba lako. Najua kama mfugaji wa kuku atakuwa na ndume takriban wawili kwa jike pale 20. Kwa hivyo ni kumaanisha kwa jike 10 ana jogoo mmoja. Hapa una jogoo wangapi ama una ndume wangapi? Hapa kwa hili shamba nimepanda katika ile ratio nimeweka kuwa katika kila jike 100 itakuwa na ndume moja. Kwa hivyo ulinihesabia ukaniambia una mimea 1200. Kwa hivyo una jike kama una ndume kama 10 10 kidogo, ndo maana ndio mazao ya mengi katika wake. Ni kumaanisha zile mbegu ndizo zitakazotumika kufertilize huku. Kabisa. Lakini nataka tushikanishe, tumetoka kule kwa ndizi. Naam. Huu pande mwingine una popo. Sijui kama wewe ulikuja tu ukaona huu mchanga wangu utaenda ama ulifanyaje ule uamuzi? Kama awali nilivyokuambia kuwa mchanga wangu ulipopimwa niliambiwa kuwa matunda yanaweza kufanya. Na tukaona tuweke matunda ya aina tofauti. Tukaweka ndizi na tukajaribu pia kuweka mapapai. Sababu lazima uwe na kitu tunaitwa market diversification. Kabisa. Kwamba nina soko la Kongoya ninalihitaji na soko lingine. Kabisa. Huu mti unachukua muda gani? Naona ni kama matayarisho ni kama yale tu tuko nayo kule. Unatayarisha shamba lako na vile vile unakuja unatayarisha ile samadi yako ama ile mbolea yako unaitayarisha vizuri. Maji nayo sijui kama upande huu unahitaji maji kama ule upande mwingine. Kulinganisha na maji ya migomba unataka maji mengi kuliko hii mipapai, lakini vile vile lazima maji yapatikane upande wa huko. Maji lazima yafike. Maji lazima yafike upande wa huko. Na maji yakifika vizuri, naona mmea wako ushaanza kutoa matunda pale hivyo. Tukuhesabie. Nataka hivi leo mtazamaji wetu waone ya kwamba tunahesabu kila tunda pale hivyo. Huu mti unatarajia uanze kukupa matunda kuanzia lini tangu upande na utakupa matunda? Sijui tutahesabu matunda ama tutahesabu kwa kilo? Tutahesabu kwa kilo. Huu mti tukishapanda tunatarajia baada ya miezi 6 kwenda mbele tutakuwa tumeanza kupata matunda. Na tunda ile kamili likiwa kubwa kabisa, haya bado ni madogo. Lakini likiwa kubwa kabisa linaweza fikisha kilo 5. Na katika kuuza kila kilo itauzwa kwa shilingi 35, 35 shillings per kg. Kwa hivyo mti mmoja una miti 1200. Kila mti unatarajia kwamba utakupa matunda tuhesabu kwa kilo. Tuhesabu kwa kilo. Tuhesabu kwa kilo. Huu mti ukishaanza kuvuna unavuna kwa miezi 2 mfululizo. Itakuwa unavuna miezi 2 ikikatika itakuwa ile season imeisha, alafu unangoja season nyingine. Hapo utakuwa unapata tena mazao hivyo hivyo. Kwa mwaka ni season moja. Season moja. Lakini season moja hiyo kwa miezi 2. Miezi 2. Hapo ndipo pesa zako zitakuwa umepata pesa ya kutosha. Shamba lako ambalo umelitenga kwa mapapaya ni kama
Ni eka moja. Ekari moja ambayo tumeambiwa ina mimea 1200. Pale nataka tupige hesabu kwa season, naambiwa ule msimu umeniambia ni miezi miwili kwa msimu. Kwa msimu. Unatarajia kilo kama ngapi, ama tukisema ni tani kama ngapi? Tuna expect katika hii ekari moja tupate tani 40 kwa mpaka 50. Yani 40 to 50 tons per this acre. We are talking of 40 tons. 40 tons ni kumaanisha ni 40 times 1000 kg. Alafu tupige hesabu na ngapi? Kwa kilo, hesabu kwa kilo 30, shilingi 30 ama 35. Nataka tuende kwa section nyingine ya shamba lako. Hata sasa hata nimetoka kwa shamba, nimeona ni Empire. Na nikisema ya kwamba uliniambia ni usawa farm, naona kila kitu kiko sawa hapa hivi. Ni nini kingine ambacho umetayarisha kwa hili shamba lako? Shamba langu kuna passion fruits na kuna tomato pia. Yenye nitaenda kuonesha. Hizi passion fruits zako sijui ulipandaje nazo, ulikuja mtaalamu akaja akakwambia ni lipi litafanya vizuri sana? Kama nilivyokuelezea, matunda yatafanya vizuri na tukaonelea tujaribu pia passion. Sikujaribu tu, tulipanda. Maana yake tumepanda hizi passion katika nataka tukaribie mahali ambapo mtazamaji atajua kweli tunaongea kuhusu passion ambayo iko. Hii passion tumepanda katika eka moja. Tuko na passion 1200 katika hili shamba. Passion 1200. Naam. Katika zile hesabu zako itachukua muda gani? Sababu nataka mtu afuatilie zile hatua zote ataelezewa, lakini afuatilie na atarajie. Anatarajia nini? Anatarajia katika hii eka moja ya passion anaweza kupata kg 500 kwa 700 katika kila wiki. Litachukua muda upi kabla lianze kuzaa zile? Litachukua muda wa miezi 9. Ndio lianze kuzaa. Lakini mimi najua ya kwamba passion zachukua muda kabla. Hii passion ni ile grafted ambayo imewekwa yellow passion chini na purple passion juu. Ndio maana inachukua muda mfupi. Yellow chini, purple juu. Ile utaalamu wake sasa huo. Lile litakalotoka litakuwa la indigo ama itakuwa ni purple. Haja ama kuna manufaa gani nitapata nikifanya ile grafted ukilinganisha na zile zingine? Kwa nini tufanye grafting ya ile ya yellow na tufanye hii ya purple? Moja yako ambayo tumesema ni kuwa itachukua muda mfupi ya 9 months na pia ile ya yellow ambayo iko chini haipati magonjwa haraka. Inaweza kujikimu. Ina nguvu, ina ile nguvu sababu ile tunasema ile nguvu ya Kiafrika. Haya matunda tukija kwa soko tushasema ya kwamba yakianza kuzaa kutoka pale mwezi wa 9 tutaanza kupata kilo, umesema kilo 500 kwa 500. Kilo 500 tuhesabu kwa soko. Kwa soko sijui kilo ni ngapi? Kilo ni 100. Kilo ni 100. Kwa hivyo nitakuwa napata ni kwa wiki pale. Kwa wiki, kwa wiki. Kwa hivyo nitavuna kwa muda upi kabla ule mmea uanze kusema sipati faida kabisa? Utavuna kwa muda wa miezi 3. Muda miezi 3? Hiyo season iishe. Mimi hesabu hapa. Afu ngoje tena miezi 3 uanze tena kuvuna. Hesabu tu. Hii hesabu ili iweze kutimia, na nimeona kwamba shamba lako hujaliacha wazi tu. Ukisema ni passion, si passion tu. Naona kuna nyanya kabisa. Nyanya sijui mimi nikiangalia nilidhani nyanya ndio main project. Lakini ukaniambia ya kwamba ile permanent project hapa na ndio maana hata hii support ni ya passion. Nyanya naye na vile amefanya vizuri. Huyu ni nyanya yupi huyu? Huyu nyanya ni Eden F1 ambaye anachukua muda wa 75 days kuwa tayari. 75 days ni miezi 2 na siku kadhaa pale. Huyu nyanya alivyozaa hivi umemtunza vipi, ama kumekuwa na changamoto? Labda changamoto ni nyingi ambazo kama madawa. Unajua nyanya ni kama mtoto mchanga, lazima kila saa umwangalie, akiwa na joto kidogo tayari unajua fever kidogo unampeleka hospitali kama hivyo. Sasa huyu tumemtunza mpaka sasa hii
kama unavyoona tunaelekea kuvuna. Na naona hapa mimi hata sitaki ni kuhesabia sababu kila mtu anajua hesabu ya nyanya anajua ilivyo. Huyu nyanya na muita huyu sababu namuona ana afya, anapendeza. Mimi kwa macho yangu kama mkulima naona kweli hapa kuna pesa ambazo zinahesabiwa. Ili ama uchanganye tuweze kufanya hii harmonization ya hizi projects mbili ya passion na nyanya. Kwa nini tunafanya vile? Sababu ukiangalia tunatumia drip lines katika hii drip lines ile kwa sababu ya passion fruits. Lakini tukaangalia kwa hii drip line iko na matundu yanamwaga maji katika kila baada ya 30 cm. Sababu kuna ile space ya passion, kwa hiyo kuna maji yanaenda, siwezi kusema waste, lakini ni maji yanapotea yenye tunaweza fanya kitu kingine kuleta mazao ambacho hakitaadhiri hii passion. Sababu kama nyanya nimekuambia ni hiyo 75 days. Baada ya hapo tunatoa, tunaangalia kuweka kitu kingine. Nilithani najua kupiga hesabu zangu, lakini nimemwona mtaalamu wa IT hapa hivi. Nataka turudi kwa hii hesabu ya maji. Tukiangazia hapa cost ya maji, tuseme haya maji ya kisima. Haja ya hifadhi yale maji ama kuyapata yale maji, na vile vile sisitiza, nataka tumuonyeshe mkulima mwenzetu anayetizama ama mtu mwingine yeyote, tuyapata yale maji na tuyatumie kwa tuseme kwa njia ambayo inapaswa kabisa. Effective use of that water. Muelezee kidogo tu. Effective use ni kama nilivyokuambia. Unajua watu wengi wanapenda ile kumwaga maji kiolela. Yenye unapata kwa maji yanapotea mengi, yanaenda west. Lakini kutumia hii drip line sasa imetusaidia kwa tunaweza kucontrol haya maji yanamwagika wapi, wakati gani. Sasa kama tukiangalia maji yanamwagika katika kila shimo. Ukiangalia drip line utaona kuna shimo. Sasa ule mti unaupanda pale kwa lile shimo ambapo maji yanamwagika. Sasa haya maji hayaendi west, hayapotei. Mmea unapata maji na maji yanatumika kwa kidogo. Nataka umzungumzie mama mzazi, baba mzazi, wale watu wote wamekushika mkono. Appreciate them, let them feel ya kwamba hawajapoteza nafasi hii kukupa tuseme shamba lao. Shamba si lako mpaka sasa. Shamba ni lao na wengine ambao wamekushika mkono, na tuwahimize wale wazazi wengine ambao wamengangania wakasema mimi siachilii shamba langu. Nataka kushukuru mamangu mzazi, babangu, na pia wale wazee ambao lituacha, manake hili shamba ni lao. Na hili shamba ndio limetufanyisha pia sisi tuwe na akili ya kufanya ukulima. Na wale ambao wametusaidia katika utaalamu, Rich Farm Kenya, wametusaidia na mbegu, wametusaidia na ujuzi na kila kitu. Nataka kuwashukuru wote ambao wametupatia support kutimiza hili lengo letu. Na bado wanazidi kutupatia support, manake hatujafika na bado tunaelekea mbele. Na mimi kwa niaba yako nitashukuru kipindi hiki sababu ya kuchukua jukumu la kuja kuonyesha vijana wengine na watu wengine ya kwamba inawezekana. Na kuna mtu ambaye ameweza na tutaendelea na hii safari kabisa. Hata sisi wote wasikae tu wakasema kuwa haiwezekani kuwa shamba waliache tu hivyo. Wachukue jukumu waweze. Inawezekana na imewezekana. Na wakija katika shamba langu nitawawezesha. Manake nimepata ujuzi na pia mimi naweza kusema mimi nimekuwa mtaalamu. Mkulima mtaalamu. Ni kijana na naweza nikafundisha. Nimeshukuru. Hii pia. Handshake ni itawezekana na inawezekana. Ya kabisa. Asante. Asante sana. Siku ya leo tumekuwa na fursa kujua kwamba inawezekana na itawezekana. Ni Jitamushiri FM Murimi Digital. Tuguthi na mbere na kunyitanira oguko gwa Kayu Ka Murimi. Tuthome hamwe na tuge inawezekana na itawezekana.